Tunamshukuru Bwana Yesu ambaye ametupa neema ya pekee, ambayo ni neema ya ajabu ambayo Mungu ametujalia kuendelea kutafakari ukuu na uweza wa neno la Mungu. Na leo tuko na somo zuri kabisa linalosema vita ya mzaliwa wa kwanza. Amina. Ama wazaliwa wa kwanza. Amen. Ndani ya somo hili tutajifunza mambo mengi sana. Ndiyo. Mara nyingi tunakuwa tukimtazama mzaliwa wa kwanza aliyezaliwa na mwanadamu. Amen. Kumbe mzaliwa wa kwanza unaweza kama mzaliwa wa kwanza kwa namna ya kuanzisha jambo. Ndiyo. Kwenye maisha. Amina. Kwa wa kwanza ndani ya familia. Tutajifunza namna gani mzaliwa wa kwanza anapokuwa na changamoto. Mzaliwa wa kwanza ni lango la baraka za familia. Amina. Mzaliwa wa kwanza ni limbuko. Anapaswa kuwa mtakatifu kwa Bwana. Amina. Mzaliwa wa kwanza ni kitu cha kuanza, kinachoanza, ama kifungua tumbo. Ndiyo. Unapokuwa mzaliwa wa kwanza kimwili ama kiroho, tambua kabisa ipo vita kali inakuwinda. Ndiyo. Kwa hiyo tunaona mzaliwa wa kwanza anaweza kuwa mtu wa kwanza kupata wokovu. Amina. Huyo naye pia ni mzaliwa wa kwanza. Ni kweli. Ndani ya familia hakuna aliyeokoka. Amina. Lakini pakatokea na mtu akapata wa kwanza kupata wokovu. Ndiyo. Huyo pia ni mzaliwa wa kwanza. Kiroho. Amina. Mzaliwa wa kwanza kuolewa. Amina. Tunaona ndani ya familia mama ama baba anaweza kama amejaliwa kupata watoto 6 wa kike. Ni kweli. Ama wa kiume. Ndiyo. Lakini unaweza ukashangaa mtoto wa mwisho ndo akaanza kuolewa. Akawa wa kwanza kuolewa kuliko dada zake. Au kaka zake. Anakuja kuoa mtoto wa mwisho. Amina. Huyu ni mzaliwa wa kwanza kwenye kuolewa na kuoa. Ama kwenye kuoa. Amina. Kwa hiyo unaona mtu wa kwanza kusoma. Ndiyo. Ndani ya familia, elimu ya juu. Amina. Unakuta wazaliwa wote ndani ya familia mpo 5. Ndiyo. Unashangaa wote hao wa kwanza, wa pili, wa tatu wamesha pengine form 4. Wamefeli. Lakini amekuja kukuta mtoto wa mwisho. Amina. Ama wa katikati. Ndiyo. Akaenda mpaka chuo. Amina. Manake amekuwa ni mzaliwa wa kwanza kupata elimu ya juu. Ni kweli. Ndani ya familia. Amina. Kwa hiyo tunaona mzaliwa wa kwanza kuanzisha biashara. Unajua kuna ndani ya familia. Ndiyo. Unakuta ndani ya familia kuna mtu ambaye anafanya biashara. Hakuna. Lakini akatokea mtu ndani ya familia. Ndiyo. Katikati ya familia. Amina. Ama akawa binti. Ndiyo. Akawa mfanya biashara mashuhuri. Biashara ikachangamka. Amina. Maana huyo amekuwa ni mzaliwa wa kwanza ndani ya familia. Katika eneo la biashara. Ndiyo. Unaona sasa wazaliwa wa kwanza wanapokuwa ni wengi. Wako wengi. Kwa hiyo unaona kama ndani ya familia. Ndiyo. Kuna mzaliwa wa kwanza kujenga nyumba. Unakuta ndani ya familia ama ndani ya ukoo watu wanajenga tu nyumba za kawaida. Vibanda tu. Lakini patokea na mzaliwa wa kwanza akajenga nyumba ya kisasa. Amina. Nyumba pengine gorofa kubwa. Ama nyumba kubwa. Amina. Akaanza na kupangisha. Ndiyo. Nyumba ya kisasa. Ndiyo. Maana yeye ni mzaliwa wa kwanza kujenga nyumba ndani ya familia. Amina. Ama inawezekana ikawa ndani ya ukoo. Ni kweli. Haleluya. Amina. Tunaona mzaliwa wa kwanza kununua gari, usafiri. Ndiyo. Unakuta kuna koo zingine kuanzia babu, bibi. Amina. Hakuna mtu ambaye usha kumiliki gari. Baskeli basi. Anaishia kwenye baskeli. Amina. Pengine amekuwa mzaliwa wa kwanza amenunua pikipiki. Ndiyo. Akaja kutokea pengine mjukuu. Ndiyo. Akawa ni mtu anaanza kumiliki gari la kwanza kwenye ukoo. Amina. Mpaka ukoo unashangaa. Huyu katoa wapi? Hii imekuwa kwaje huyu mjukuu amepata gari? Amina. Maana yake ni mzaliwa wa kwanza kununua gari. Amina. Kwa mpendwa msikilizaji. Ndiyo. Unaotusikiliza usiku wa leo. Usiangalie tu eneo la kuzaliwa katika tumbo la mama. Amina. Yako maeneo mengi watu wengi wamekuwa ni wazaliwa wa kwanza sana. Lakini ndani ya wazaliwa wa kwanza wamekuwa na changamoto kubwa. Ni nyingi. Wamekuwa na vita kubwa. Kwa hiyo tunaona hao wazaliwa wote. Ndiyo. Wa kwanza katika maisha kimwili na kiroho. Ndiyo. Ndio maana hata unapoingia katika kumjua Mungu. Ndiyo.
ulianza kwanza kuharibu mfumo. Ni kweli. Manake ndani ya ukoo uko mfumo ambao ulikuwa umewashikilia. Hakuna kumjua Mungu. Hakuna kumjua Mungu. Ndiyo. Sasa anapotokea mtu mzaliwa wa kwanza kiwokovu, ndiyo, lazima pambane na huu mfumo. Amina. Mfumo wa umaskini. Ndiyo. Mfumo wa magonjwa. Ndiyo. Mfumo wa ufukara. Ndiyo. Mfumo wa kutokuolewa. Mfumo wa utasa. Amina. Unaona mzaliwa wa kwanza anapokuwa na mzigo mkubwa. Ni kweli. Vita inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo hata mzaliwa wa kwanza anapotokea ameanza kuwa na elimu ya juu, ndiyo, maana yake anakuwa ni lango la kuwapitisha hao wengine, wanasoma na wao kupitia huyu. Kwa atahitajika kuwapitisha na wengine. Amina. Hasa wakati mwingine hata vita inakuwa ni kubwa sana juu ya huyu mtu. Ni kweli. Unakuta anaisha biashara inaendelea vizuri, mara inakwama. Ndiyo. Si kwamba linakwama kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu amekuwa ni mzaliwa wa kwanza kwenye biashara, ndani ya ukoo. Amina. Mizimu inapinga, haitaki. Maadui wanapinga. Hakuna mfanyabiashara kwetu. Hakuna mfanyabiashara kwetu. Huyu katokea wapi? Huyu ametokea wapi? Amina. Kwa hiyo unakuta mtu wa namna hii anakwenda anashuka, anakwenda anashuka. Manaka amekuwa ni lango, amina, la baraka kuwapitisha ndugu zake. Ni kweli. Kwa hiyo unakuta pia tunakuja kwenye mzaliwa wa kwanza kwenye kuolewa. Ndiyo. Unashangaa huyu binti ndani ya familia, dada hawajaolewa, madada hawajaolewa, wamezaliwa nyumbani. Amina. Ama hata kama wameolewa katika njia tu ya kuchukuliwa tu. Hakuna mahari. Anatokea binti mzaliwa wa kwanza kwa sherehe. Amina. Lazima hii sherehe itakuwa na vita sana. Unakuta vikao vinaanzishwa. Ndiyo. Mara vinaahirishwa. Amina. Mara wanafarakana watu. Ndiyo. Kwamba huyu sasa amekuwa ni mzaliwa wa kwanza. Anafungua mlango wa ndoa. Amina. Tena ya kanisani. Ndiyo, mazabauni. I say. Kwa hiyo tunaona kwani wa Kristo. Ndiyo. Kwa hiyo tunaona vita nyingine, mtu anaanzisha vikao vinaharibika. Hawatokei ndugu kwenye vikao. Ndugu hawatokei kwenye michango. Hawachangii. Kumbe vita ndiyo iko katika ulimwengu wa kiroho. Mzaliwa wa kwanza. Huyu amekuwa ni mzaliwa wa kwanza katika eneo la ndoa. Amina. Anaenda kufungua lango. Ndiyo. Kwa hiyo kuzimu kumetaharuki. Wachawi ndani ya ukoo wametaharuki. Ndiyo. Wanandugu wametaharuki. Ni kweli. Kwa hiyo sasa inakuwa ni vita kubwa ambayo itakuwa Mungu aingilie kati. Yeye mwenyewe. Kwa sababu kuna mifumo inakataa. Ni kweli. Kuna mifumo inazuia. Lakini Mungu ambaye aliruhusu huyu awe mzaliwa wa kwanza, ndiyo, hawezi kumwacha akaaibika. Kwa jina la Yesu. Atampigania na atamtetea. Kwa jina la Yesu. Kwa Mungu anataka ajitukuze. Ndiyo. Mungu ajidhihirishe. Ndiyo. Juu ya huyu mtu ambaye amepata wokovu. Na jina lake Jesus only. Amina. Mungu hataki jina lake likafedheheka. Ni kweli. Pamoja na kwamba kutatokea na misukosuko. Ndiyo. Lazima tu Mungu anajidhihirisha. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Kwa hiyo tunaona hii mifumo imekuwa ikileta vita sana. Kizuizi. Juu ya wazaliwa wa kwanza. Wengi. Na wakati mwingine unafika kipindi unakata tamaa. Amina. Twende tuangalie kitabu cha Mwanzo 25 mstari wa 29 mpaka 34. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 25. Ndiyo. Mstari wa 29 hadi 34. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Yakobo akapika chakula. Ndiyo. Cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani. Ndiyo. Naye alikuwa amechoka sana. Mstari wa 30. Ndiyo. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile. Kwa hiyo tunaona kwanza Esau ameenda kuwinda. Amina. Na Esau ndio mzaliwa wa kwanza ndani ya familia. Amina. Yakobo ni mdogo. Amen. Lakini Yakobo alipoandaa chakula, ndiyo, Esau ametoka kutoka kwenye mawindo. Ndiyo. Hajawinda chochote. Amina. Na amechoka. Kachoka. Na ana njaa. Amina. Hasa alipokuta ndugu yake ameandaa chakula, ndiyo, akaomba chakula kile cha ndengu chekundu. Amina. Apewe. Amen. Hasa tunaona sasa vita inaanza. Ndiyo. Juu ya mzaliwa wa kwanza na mdogo wake. Amen. Hasa mdogo wake amepata neema ya kutambua urithi wa mzaliwa wa kwanza. Ndiyo. Nafasi ya mzaliwa wa kwanza. Ndiyo. Kwamba kuna baraka. Ndiyo. Hasa ndugu mkubwa alishajikatia tamaa. Amina. Akauza urithi wake kwa chakula. Amina. Haleluya. Amina. Kwa mfano tuko na Pentecost. Ndiyo. Jumapili tutakuwa na ibada ya Pentecost. Jumapili hii tarehe 24. Amina. Tutakuwa na ibada ya chakula. Amina. Ni ibada ambayo tunakaribisha wapendwa kutoka pande zote za ulimwengu. Amina. Kuja kushiriki ibada ya Pentecost. Amina.
Kwa nini tunaenda kushiriki chakula kwenye ibada ya Pentecost? Ndiyo kwani. Tunakwenda kujifunza kwa nini hapa Esau ndiyo aliuza uzaliwa wa kwanza kwenye chakula. Amina. Kwa watu wengi wameuza uzaliwa wa kwanza ndiyo kupitia kwenye chakula kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya njaa. Ni kweli. Shida. Amina. Masumbuko. Ni kweli. Kwa mtu akaamua kuuza uzaliwa wa kwanza kwa chakula. Tuone Esau alisemaje. Amina. Ndiyo. Tunaendelea. Kwa kuwa ninazimia mimi. Anazimia kwa nini? Kwa njaa. Kwa njaa. Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Ndiyo. 31. Yakobo akamwambia, ndiyo, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo anakuambia, bwana, ili nikupe chakula, ndiyo, niuzie haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Amina. Kumbe Esau alikuwa na haki, amina, ya mzaliwa wa kwanza kulisi. Manake huyu Yakobo alijua neema ya lango la mzaliwa wa kwanza. Ndiyo kwani. Ndio maana sasa akaambia, kwanza niuzie haki yako. Amina. Kwa watu wengi wameuza mzaliwa wa kwanza kwa vitu vidogo vidogo. Amina. Unashangaa ni binti anakutana na mwanaume kabla ya ndoa analala naye anauza nyota. Amina. Maisha yake yote yanaharibikiwa kwa sababu ya kitu kidogo. Amina. Maisha yake yanaharibikiwa. Yule kijana anaenda kulisi haki ya mzaliwa wa kwanza yule binti anafanikiwa. Unakuta sasa huyu binti anaanza kuhangaika kwenye maisha yake. Ni kweli. Kumbe amesahau ni wapi alipopoteza uzaliwa wa kwanza. Amina. Tunakutana na vijana. Ndiyo. Kijana hajawahi kukutana na mwanamke yote. Ni kweli. Anakuja kukutana na mama mtu mzima. Amina. Kumbe ile mama mtu mzima anachotaka kwa huyu ni ile haki ya uzaliwa wa kwanza. Amina. Ile nuru ya uzaliwa wa kwanza. Ndiyo. Akisha shiriki naye kile chakula, ndiyo, ananyang'anya ile haki. Anakuwa kopo. Huyu kijana anabaki kopo. Amina. Haleluya. Yesu atusaidie sana. Mpendwa msikilizaji, tunaanza kutambua namna maisha yako unavyohangaika. Amina. Namna unavyoteseka. Ndiyo. Kumbe kuna mahali ambapo uliuza haki ya uzaliwa wa kwanza. Wewe mwenyewe. Amina kwani. Mstari wa 32. Ndiyo. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa. Unaona Esau alishakata tamaa. Itanifaa nini haki hii ya uzazi? Ndiyo. 33. Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia. Akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Tena kwa kiapo. Amina kwani. Unaona madhara yanaanza kuingia. Ni kweli. Kwa watu wengi wameuza haki yao ya uzaliwa wa kwanza tena kwa viapo. Amina. Wengine tulikwenda kwa waganga. Ndiyo. Tukienda kutafuta uponyaji. Ndiyo. Kutafuta kwamba nyota yangu pengine isafishwe. Amina. Tena mganga akakuapia. Ni kweli. Akanyang'anya nyota yako ya uzaliwa wa kwanza. Amina. Tangu umekanya kwenye madhabahu ya mganga, na maisha yako yakafungwa. Kila kitu kikaharibika. Yesu atusaidie. Tena kwa kiapo. Amina. Haleluya. Amina. Wengine walienda kutafuta watoto kwa waganga. Ni kweli. Kumbe ni adui tu alikuwa anachelewesha. Sawa. Lakini tangu umekanyaka kwenye madhabahu ya uganga, alipokupa yale madawa, ndiyo, tena kwa kiapo, akafunga na lile tumbo, akafunga na ile uzazi. Tunafungua leo. Lakini leo iko neema ya ajabu. Kwa jina la Yesu. Mungu atakwenda kufungua. Kwa jina la Yesu. Mungu atakwenda kurejesha. Kwa jina la Yesu. Ile haki yako ya ulisi wa uzaliwa wa kwanza inarudi usiku wa leo. Kwa jina la Yesu. Iko neema ya ajabu. Kwa jina la Yesu. Ndani ya lango la mzaliwa wa kwanza. Tunafungua. Ndio maana wazaliwa wa kwanza kuna wakati wanajitahidi sana kupambana. Ni kweli kwani. Hebu fikia kwani wa Kristo. Anapotokea mzaliwa wa kwanza akawa na neema. Ndiyo. Akasoma. Ndiyo. Akaoa kwa wakati. Ndiyo. Manake hao wote wanaolio nyuma yake wanamtegemea yeye awavushe. Ni kweli, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo anapokuwa mzaliwa wa kwanza akakamatwa. Ndiyo. Hao wanaokuja nyuma wote wanakamatwa. Wote wanashikiliwa. Ni kweli. Kama kaka alishia darasa la 7. Amina. Kwa hata wote wanaokuja hao wanashindwa kusonga mbele. Ni kweli. Mpaka itokee neema ya Mungu. Amina. Atokee mtu wa katikati. Ndiyo. Avunje kile kiapo. Ndiyo. Awe mzaliwa wa kwanza ndani ya familia. Ndiyo. Akishakuwa mzaliwa wa kwanza, anakuja tena hata kumuinua huyu mzaliwa wa kwanza wa kimwili. Anamuinua na yeye. Anaanza kumuinua. Amina. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza wa kufanikiwa, ndiyo, anakuwa na mzigo mkubwa sana. Haleluya. Amina. Ndio maana sisi wenyewe ni mashahidi, mpendwa msikilizaji. Ni kweli. Hapo ulipo.
ndani ya familia. Ndio. Akitokea mtu amefanikiwa ndani ya familia, ndio sisi wote tunakuwa tunakimbilia huko, tunamwelekea yeye, tunaelekea huko. Ni kweli. Na lawama anapata nyingi sana, kwamba mimi kaka mkubwa anisaidii, amina, anapendelea. Ndio. Wakati mzigo alionao ni mkubwa, wote wanamwangalia yeye. Anataka amsaidie mama, ndio, amsaidie baba, ndio, asaidie na wadogo, ndio, asaidie na mabinamu, ndio. Kwa hiyo mzigo anaokuwa nao huyu mzaliwa wa kwanza wa mafanikio kwenye biashara, ndio. Kwa hiyo akina mama wadogo anakuambia mtoto wao ameshindwa, ambia nenda kwa ndugu yako, kaka yenu huyo akakusaidie. Amina. Akisema bwana nisubirie, lawama zinaingia kwake. Ni kweli. Kwa hiyo vita ya mzaliwa wa kwanza ni kubwa. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Mstari wa 34. Ndio. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu. Ndio. Naye akala, akanywa, kisha akaondoka. Ndio. Akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Njaa ni mbaya sana. Yesu atusaidie. Yesu atutetee sana. Amina. Hayo mpendwa msikilizaji, maisha unayoyapitia, rudisha historia yako ya nyuma. Amina. Ulikopitia. Ndio. Ndani ya familia. Ndio. Je, mama kwa nini anateseka? Ndio. Kwa nini baba anateseka? Ndio. Kumbe naye baba aliuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya njaa. Ni kweli. Unakuta baba maisha anayoishi ni magumu sana. Hasa kumbe kuna mahali baba aliuza haki yake mzaliwa wa kwanza. Amina. Esau anasema itanifaa nini? Nimekaribia kufa. Ndio. Sasa unashangaa huyu mtu baada ya kuuza haki yake mzaliwa wa kwanza, hata kifo kinakuwa mbali. Ni kweli. Anaanza kusota. Amina. Anaanza kupambana. Haufi mara. Haufi. Tunaona Yakobo anaanza kuinuliwa. Amina. Anaanza kubarikiwa. Amina. Anaanza kufanikiwa. Ndio. Esau anaanza kushuka. Amina. Mpendwa msikilizaji, usiku wa leo usikate tamaa kwa jina kama alivyokata Esau. Kwa jina la Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Leo anakwenda kukuinua. Kwa jina la anakwenda kukufungua. Kwa damu ya Yesu. Haki yako inakwenda kurudishwa. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Tena tuseme tena kitabu kingine cha Waamuzi 6:12. Kitabu cha Waamuzi sura yake ya 6. Ndio. Mstari wa 12. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Malaika Bwana akamtokea. Ndio. Akamwambia, Bwana yu pamoja nawe. Shujaa. Shujaa. Amina. Ndio. Mstari wa 13. Gideoni akamwambia, Bwana wangu. Ndio. Ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Tunaona Gideon. Amina. Hawa ndani ya ukoo walikuwa ni watu ambao walikuwa wanalemewa sana, wanaonewa sana. Amina. Na Wafilisti. Ndio. Wakiwanyang'anya baraka zao. Ndio. Lakini Mungu akaja kutokeza kwa mtoto mdogo Gideoni. Ndio. Ndiye Mungu aliyemtumia kuwa mzaliwa wa kwanza ndani ya tumbo lile, kwenda kuangusha madhabahu. Amina. Ndani ya taifa. Ndio. Madhabahu ilikuwa inaleta madhara sana, iliyosababisha watu wateseke. Ndio. Lakini kijana mdogo ambaye Mungu ndani yake kulikuwa na wokovu, ndio aliyekwenda kuangusha madhabahu ya baba yake. Amen. Miungu yote waliokuwa wanaiabudu ile madhabahu wakashangaa. Amina. Nani aliyeangusha madhabahu? Asubuhi wakajua ni mtoto mdogo Gideon. Amina. Haleluya. Amina. Na wewe ambaye umekata tamaa ndani ya familia, inawezekana ni kijana mdogo leo, ama ni binti mdogo leo, lakini kupitia wewe uliyemwamini Mungu aliye hai, kupitia wewe madhabahu inayoleta magonjwa ya miungu, madhabahu inayoleta mateso za miungu, madhabahu inayoleta umaskini za miungu, madhabahu inayoleta ufukara za miungu, madhabahu inayochelewesha baraka za miungu zinabomolewa. Pendwa msikilizaji, tuko na ibada ya Jumapili ya tarehe 24 mwezi wa 5 2026, ibada ya Pentekoste, ambapo Mungu aliwaijilia Amina. Na kumwaga kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini mioyo yetu, miili yetu, mauti nyingi tumezipata kupitia vyakula. Amina. Na tutakuwa na ibada ya chakula. Ni kweli. Tunakukaribisha mpendwa. Amina. Uje ushiriki ibada ya chakula. Amina. Hata kama maisha yako yametiwa giza. Hata kama mwili wako una shida, utakaposhiriki chakula hiki cha Pentekoste, chakula kitakatifu, chakula ambacho kimeombewa na makuhani, kwa
yako ya mzaliwa wa kwanza ndiyo inakwenda kurejeshwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Amen. Amina. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura yake ya 15. Ndiyo. Mstari wa 13. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Ndiyo. Akajibu akasema, kila pando asilolipanda ndiyo Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Bwana Yesu alipoona ndani ya wanadamu ndiyo kwamba kuna mapando ambayo adui amepanda ya chakula. Ndiyo. Watu wengi usiku wanaota wanakula kwenye sherehe, kwenye maharusi. Watu wanakula nao hawajui. Amina. Unakula kuku. Ndiyo. Ukiamka kuku mwenyewe umuoni. Amina. Unakunywa Pepsi ya baridi kwenye ndoto. Amina. Ukiamka haipo mapando hayo. Unalala unafanya tendo la ndoa. Ndiyo. Kwenye ndoto. Ndiyo. Hayo ni mapando yanaharibiwa, yanayoharibu uzaliwa wa haki mzaliwa wa kwanza, yanakwenda kukuharibu kwa jina la Mpendwa msikilizaji, karibu. Mapando mengi, ndiyo maisha mengi ya watu yameharibiwa kupitia kwenye chakula. Tendo la ndoa ni chakula. Unapofanyizwa kwenye usingizi, ndiyo unaharibiwa hatima yako ya maisha yako. Ni kweli. Usiku wa leo Bwana anasema kila pando asilolipanda ndiyo linakwenda kung'olewa kwa jina la Yesu. Utakapokaribia Boko Yerusalemu Jumapili, Boko Magengeni, ndiyo kanisa la House of Prayer Shield of Faith Christian Fellowship Church, ndiyo tutakuwa na ibada ya Pentecost, ndiyo ibada ya chakula. Utakapokula chakula hicho, ndiyo mapooza yote yanaharibika, mauti zote yanaharibika, yanakwenda kuharibiwa kwa jina la Yesu. Na chakula hiki kitakwenda kurejesha nuru iliyopotea ndani ya maisha ya watu, itarudi. Hata kama umekuwa tasa miaka mingi, ndiyo utakapokula chakula hiki kitakwenda kuvunja madhabahu za utasa, madhabahu za umaskini, inakwenda kuvunja chakula hiki. Karibu mpendwa. Amina. Haleluya. Amen. 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 Na ibada yetu sabato hiyo itakuwa saa 12 asubuhi kamili. Tutaanza maombi saa 12 asubuhi mpaka majira ya mchana. Ndiyo. Karibuni wote. Karibu sana mpendwa msikilizaji. Ndiyo. Na huduma yetu inapatikana Boko Magengeni. Wanaotokea Makumbusho, Mawasiliano Kawe, unapanda magari yameandikwa Bunju sokoni. Ndiyo. Unashuka kituo kinachoitwa Boko Magengeni. Ndiyo. Mkono huo wa kushoto ukishuka kuna sheli ya Oilcom. Ndiyo. Nyuma ya sheli hapo utakuta bango, ndipo kanisa lilipo. Karibu sana. Kesho kuanzia saa 8 mchana tuko pale tuna ibada. Ndiyo. Hadi saa 12:30 jioni. Ndiyo. Na siku ya Ijumaa tuna ibada kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 12:30 jioni. Ndiyo. Na ukiwahi mapema kuna watumishi wanakuwa pale, makuhani wa Kristo utaonana nao pale, watakupa ushauri wa kiroho na kukuombea. Kabisa. Na tunatoa ushauri bure. Ndiyo. Gharama yako ni nauli ya kukuleta kanisani na kukurudisha nyumbani peke yake. Karibuni wote. Na mpendwa msikilizaji, ndiyo chakula hiki kitakwenda kuharibu mifumo yote kwa jina la Yesu. Mifumo ya vyakula vya ukoo inaharibika. Mifumo ya vyakula vya kimila itaharibika. Mifumo ya vyakula vya matambiko inaharibika. Inakwenda kuharibiwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Wengi wa wazaliwa wa kwanza hupitia vizuizi vingi. Ni kweli. Wengi wanaishi na kushindwa ghafla. Ni kweli. Wanazuiliwa kufika mbali. Ni kweli. Wengi huanguka kiroho. Ni kweli. Haleluya. Amina. Tunaona sasa hivi ni baadhi ya vizuizi vya wazaliwa wa kwanza. Ndiyo. Ama changamoto ya wazaliwa wa kwanza. Amina. Wanapitia katika vizuizi vingi sana. Kwa jina la Yesu. Wakati mwingine wanaweza wakaanza afu wakafeli ghafla. Ni kweli. Lakini Mungu atakwenda kukusaidia. Kwa jina la Yesu. Atakwenda kukutetea. Kwa damu ya Yesu. Mpendwa msikilizaji, namba ya simu watajie ni 07 88 21 55. Somo letu ni
vita ya mzaliwa wa kwanza. Amina. Kimwili ndiyo na kiroho. Amina. Kiuchumi ndiyo, kwenye ndoa, kwenye masomo, kwenye biashara na ndoa. Kwa hiyo vita ni nyingi kubwa ya wazaliwa wa kwanza. Amina kuhani. Amina. Vita ni vita juu ya wazaliwa wa kwanza. Vita ya wazaliwa wa kwanza. Bwana Yesu, tunaliinua jina lako. Bwana Yesu. Tunalitukuza jina lako. Bwana Yesu. Asante Bwana wa mabwana. Asante Bwana wa mabwana. Asante mfalme wa wafalme. Asante mfalme wa wafalme. Maana wewe ndiye Mungu unayetosha, mwenye uweza, Yesu, mwenye nguvu, Bwana, mwenye mamlaka. Tazama Bwana, umetupa kibali kusimama kinyume juu ya vita ya wazaliwa wa kwanza, kiroho na kimwili. Bwana, Mungu wa Israeli, tunakwenda kupangua kila madhabahu zilizoinuliwa juu ya wazaliwa wa kwanza, juu ya madhabahu zilizoinuliwa juu ya wazaliwa wa kwanza, kiroho, kiuchumi, kwenye ndoa. Bwana, tunabomoa hizo madhabahu zinazozuia wazaliwa wa kwanza, hizo madhabahu za magonjwa, hizo madhabahu za vizuizi, zibomoke kwa jina la Yesu. Bwana wa mabwana, Mungu wa Israeli, ni wewe pekee unayeponya, unayefungua. Bwana ukawatetee, Bwana ukawapiganie. Bwana wa majeshi, tunatuma malaika wako kama vile ulivyotuma malaika wako akamtokea Gideoni, nasi usiku wa leo malaika wako akawatokee wote wanaotusikia usiku wa leo, waliona shida ya magonjwa, waliona vita kwenye uchumi, kwenye ndoa. Bwana wa majeshi, tuma malaika wako akawapiganie, akawatetee kwa jina la Yesu. Mungu wa Israeli, tumewakabidhi mikononi mwako. Bwana ukapate kuwaponya, ukapate kuwafungua kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti.